Nikitaja tu kwa haraka wala ambao ni waathirika waliopo hapa mbele yako ambao wametendewa yasiyofaa. Tunaye mchungaji Daniel Laizer ambaye ni mwangalizi wa makanisa ya TAG kule Kisongo Kaskazini. Yeye alivamiwa na kushambuliwa kwa vipigo na wakafanya ulazima wa kutaka kumrudia mtoto aliyekuwa amekwisha kutairiwa. Lakini tunaye Askofu Albert Sindondwa wa EAGT Monduli. Yeye wachungaji wa kwake, wachungaji wa makanisa aliyoko chini yake wamevamiwa, wamepigwa mbele ya familia zao na kuumizwa vibaya. Mfano ni mchungaji Moses Etabao ambaye yuko hapa. Lakini wengine ni kanisa la kule na Dosoito la EAGT anakotokea mama mchungaji Joyce Mlai na mume wake Felix Mlai. Kuna mtoto ameumizwa vibaya sana na sasa wengine wanatafutwa pia. Lakini tunaye mchungaji Noah Sianga anayetokea kule Olmotonyi. Kuna kijana ametekwa na hata akiwa hapa amesema walikuwa wanamtembeza bado. Polisi wanajitahidi kwenda kumtafuta yule kijana. Mimi ni mwathirika mwenyekiti. Mimi mtoto wangu ni mtairi miaka 3 baada ya wao kufukia jiwe na miaka 3.5 kabla ya kufukua. Mbali mno, katikati kabisa. Na nikakaa muda wote kwa miaka hiyo. Mwezi wa 8 ndio wakanivamia nyumbani kwa Jumapili, nimetoka kanisani, nikafika nyumbani. Kundi la vijana wapatao kama 100 nao wakafika nyumbani kwangu. Kijana kaenda kafungua geti wakaingia kwanza 3. Nikatoka nikijua kwamba ni wageni wa kawaida, nikaongea nao vizuri. Wakaniambia tunakutaka wewe. Kwa nini? Tunamtaka kijana. Sasa tukajadiliana nao pale, nikawaambia mimi kama mimi nina akili timamu, siwezi kuondoka na nyie kwa sababu najua mnapokwenda kufanya kule. Na kama mlikuwa na jambo na mimi mngeniita kwenye vikao vyenu, nije kwenye kikao mniulize nini kifanyike, nini mnifanye, niwaeleze kwa nini nimefanya na nyie mniambie kwa nini nimefanya hivi. Sasa kadri ninavyoongea waliingia kwanza 3 wakawa wanaingia. Na tukajadiliana kwa muda mrefu sana kama muda saa nzima pale. Wakanilazimisha nitoke, nikasema sitaotoka hapa, labda mtaniondoa hapa mmeniua. Pale nikakaa nikabishana nao. Sasa baadaye wakaona wilibaro pale nyumbani kwangu, nilikuwa pale nje. Mmoja akasema tuchukue tumbebe kwa ile wilibaro. Wakaniambia mzee ingia kwenye wilibaro, nikasema siingii kwa mguu wangu. Najua nyinyi mnaweza kuniua lakini mimi kwa mguu wangu sitaingia pale kamwe. Tukajadiliana nao kwa muda mrefu sana, walikuwa na wengine wanaogopa, wengine lakini baadaye sasa wakatokea vijana wakanishika, wakaninyanyua, wakaniweka kwenye wilibaro. Wakanisukuma. Kwa kweli niliumia. Na hisi maumivu niliyoumia sijawahi kuumia kiasi hicho tangu maisha yangu yote. Sijawahi kuzalishwa namna hiyo. Nikasukumwa na wilibaro, nikatolewa pale getini, mtoto wangu wapo, majirani wapo, watu wapo, napotembea, naposukumwa na baisikeli mkokoteni, watu wako upande wa barabara, wako upande wa barabara, kina wanawake wanalia na nini. Mimi naitwa Moses Etabao, ni mchungaji wa kanisa la EAGT. Ndio wale tuliofamiwa na manyangulo, wale viongozi wa mila, siku ya tarehe 6 mwezi wa 11, siku ya Alhamisi. Wakatufamia usiku, wakatutoa nje, wakanishambulia, na nilijaribu kuwauliza kwa nini mnafanya haya. Wakasema kwa nini haushiriki mambo yetu, kwa nini hauji kuwaimbia malayoni, kwa nini haushiriki sherehe yetu. Nikawaambia mimi nimeokoka, kwa hiyo sitaweza kushiriki hayo. Jamii tarehe 23 tutakuwa na kikao tumeitisha ili kuweka mambo bayana kati ya imani ya Kipentekosti na mambo yetu ya mila. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba washirika kama maaskofu watakuja hapo, na ni Wamasai bado. Kwa hiyo namna kufutana, tukataka pamoja tarehe 23 hapa eneo la Lerai. Tutakubaliana nini kwao, ni nini kwasa, ni nini. Kwa hivi wanasema hawa Pentekosti, kanisa la Pentekosti anasema kwamba katika mila zetu tunapoingia tohara wanaingiza mambo ambayo imani yao haikubali. Sasa ndio nataka tukae ni ipi ambayo utaki mafunzo ya mila. Tohara bado nataka mara natairiwa, naenda kutairi. Kwa nini natairi lakini ushirike katika rika, na rika ina gharama yake. Ndio maana nafunga miaka 7 na tairi, miaka 7 na wacha ili rika. Ndio nakuja kukaa kwamba mila au kabila sio kitu cha kuhamia, ni kitu cha kusaliwa kwa damu.
na imani kitu ambayo imeenda. Kwa hiyo tunakuja kutathmini kwamba wewe utakuta shiriki pipi, una rika, una nini, tutaweka bayana. So, mheshimiwa, lakini wamekuwa wachungaji wakilalamika kwamba vijana wao na kijamii kimasi wamekuwa wakiwapiga na kuwadhalilisha. Kwa sababu malalamiko unayo na hatua gani sasa umechukua kama kiongozi wa jamii hiyo? Kama ulivyosikia nilipopigiwa simu katika manyanyaso alikuwa naendelea, nimepigia simu nikasema wachie furugu na ameacha. Na hata sasa hivi nimewaambia kama kuna wengine ambao bado anateswa hapo kwa nyumbani, nimewaambia kwamba andikeni barua, ileteni kwenye baraza letu, sisi na sisi tunaweza